Ujumbe wako unasema kutii agizo kuleta baraka. Kutii agizo kuleta baraka. Hebu sema kutii agizo kuleta baraka. Na tusome kitabu kile cha Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa 14 mpaka mstari wa 20. Injili ya Marko sura ya 16 mstari 14 mpaka mstari wa 20. Nitasoma mstari wa 14 unasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Mstari wa 15, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Mstari wa 16, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Mstari wa 18, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuwafisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mstari wa 19, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 20, nao wale wakatoka wakahubiri kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umetukusanya katika nyumba yako. Bwana Yesu, ninajiweka mikononi mwako, ninasihi neema yako na uwepo wako ukawe juu yangu, ukanitumie kama upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Watoto wako Bwana wako tayari kusikia, wasikilizishe neno lako Bwana. Neno hili likageuze mioyo ya kila mtu mmoja mmoja. Bwana, asante kwa kutupa kusaidia kupitia jina la Yesu. Amen. Kitabu hiki tulichokisoma cha Injili ya Marko, mwandishi wake anaitwa Yohana Marko. Alikuwa na majina mawili, na jina la kwanza alikuwa anaitwa Yohana, likiwa ni jina la Kiyunani, na jina la pili anaitwa Marko, likiwa ni jina la Kirumi. Mwaka wa kuandikwa ni mwaka wa 60. Alikuwa akiwaandikia waumini wa Kirumi. Kusudi la kuandika ni kuimarisha misingi ya imani kwa waumini waliokuwa wakipitia mateso wakati huo. Na mazingira ya kuandikwa kwake ni kipindi ambacho kanisa lilipokuwa linapitia changamoto. Mfalme Nero alikuwa akilitesa kanisa na akiwaua watu. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kanisa lilikuwa linapitia changamoto. Na mfalme huyu Nero pia ndiye aliyehusika kumuua Petro mwaka wa 67 baada ya Kristo. Ujumbe wangu nimesema unasema kutii agizo huleta baraka. Sasa nini maana ya kutii na nini maana ya agizo? Kamusi ya Kiswahili, neno kutii ni kufuata kanuni au sheria au amri kwa yale uliyoambiwa bila kupinga. Lakini neno agizo ni amri anayopewa mtu ili atekeleze jambo fulani, Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu hiki tulichokisoma cha Injili ya Marko sura ya 16, ukisoma sura ya 15 ni kipindi ambacho Yesu Kristo alikuwa ameteswa na amefufuka. Sasa Yesu anawatokea wanafunzi wake siku 40. Ule mstari wa sura ya 16, Yesu anawatokea, anawapa maagizo. Yesu anawatokea kwa sababu ilikuwa ni maneno ya mwisho. Tukisema ni maneno ya usia. Yesu anawapa wanafunzi wake kama usia nini wafanye. Lakini vipo vitu ambavyo
kuamini ahadi za Mungu. Kuto kuamini ahadi za Mungu. Ukisoma mstari wa 14 anasema baadaye akakutana na wale 11 alipokuwa wakila akawakemea kutokuamini kwao. Anawakemea kwa kutokuamini kwao. Kwa kushindwa kuamini ahadi za Mungu kunaweza kusababisha usitimize agizo. Ukisoma katika Yeremia ile sura ya kwanza ule mstari wa 6 utaona Yeremia, Mungu anamtokea Yeremia anamwambia, tangu kiwa tumboni mwa mama yako nalikujua na nikufanya kuwa nabii wa mataifa. Ule mstari wa 6 pale Yeremia anasema, Bwana, tazama mimi ni mtoto. Anashindwa kuamini ahadi za Mungu. Anashindwa kuamini ahadi za Mungu. Lakini pia tunaona kwenye kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 4 mstari wa 13 Mungu anamtuma Musa aende kwa wana wa Israeli. Anamwambia aende awaendee, lakini Musa anasema hapana, kama kuna mtu mwingine umtume. Ukianzia ule mstari wa 10 Mungu ameshakwisha kumuonyesha ishara zote. Mungu ameshakwisha kumuonyesha ishara ya fimbo, ataweka fimbo na ile fimbo itabadilika kuwa nyoka. Lakini Musa anashindwa kuamini ahadi za Mungu kwamba anaweza kumsaidia. Wapendwa, kutokuamini ahadi za Mungu ni changamoto. Kutokuamini uwezo wa Mungu ni changamoto ambayo inaweza kusababisha usitie agizo. Bwana Yesu tusaidie. Lakini kitu cha pili kingine tunachokiona hapa ni kuto kukubali kwenda. Kuto kukubali kwenda. Ule mstari wa 15 anasema enende. Kuto kukubali kwenda ni tatizo, ni changamoto inaweza kupelekea mtu akashindwa kutii agizo. Ukisoma katika kitabu kile cha Yona ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3 Mungu anamwambia Yona, nenda ukahubiri watu wangu wa Ninawi waache uovu. Yona anashindwa kwenda Ninawi, anaamua kwenda Tarshishi ambako Mungu akamwambia yeye. Anashindwa kutii agizo. Kwa kushindwa kutii agizo ni tatizo wapendwa. Kunasababisha madhara. Tunamwona Yona anapata madhara. Ile merikebu aliyokuwa amebebwa mle, wote wamekimbilia kule, inapata shida, lakini na yeye anapata shida ya kumezwa na nyangumi. Kwa hiyo ni tatizo, ni changamoto kushindwa kwenda. Ninakumbuka mwaka fulani nikiwa nimetoka kanisani, Roho Bwana akanisemesha jambo kwamba nenda ukashuhudie. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa kwenye maombi na nilikuwa nimefungulia maji. Nikamwambia Mungu, haiwezekani. Nitaendaje kushuhudia? Nitaendeleza kueleza habari zako, mimi nina njaa. Siwezi kwenda. Nikaamua kwenda kuangua maembe. Kwa sababu nilikuwa na njaa, sijara. Wakati nimeenda, nilifika kwenye ule mti wa mwembe, nikapanda juu. Nikaanza kula maembe, nikabidi nitikise ili nipate mengine ya kupeleka nyumbani. Wakati natikisa pale nimekaa, nikasikia kule juu zizi. Kumbe ni dondora. Hiyo inaitwa dondora. Siko juu mahali hapo. Simekaa. Kumbe nimetikisa mwembe, nimezitikisa. Zikanishambulia. Nilichokifanya nikasema hapa natakiwa nijitupe chini. Nikajitupa chini, nikaamua nikimbie spidi. Baada ya kukimbia spidi nauma. Nasema sasa hapa watu watadai mchungaji karibu. Nasema nitapita hapa kuchochoro. Sipiti njia. Maana watanicheka. Nikafika nyumbani wakanicheka sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kushindwa kwenda. Wapendwa, kushindwa kwenda yapo madhara. Mimi nimejifunza kushindwa kwenda kutii agizo ni madhara. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunaweza kushinda vikwazo kwa kufanya yafuatayo. Nisaidie kumwambia jirani yako, unaweza kushinda vikwazo. Unaweza kushinda vikwazo. Unaweza kushinda vikwazo. Ipo namna ya kuweza kutusaidia tushinde vikwazo hivyo. Jambo la kwanza ni kukubali kuhubiri injili kote. Mwambie jirani yako, kubali kuhubiri injili kote. Ukisoma mstari wa 20, Biblia inasema ya kwamba nao wakatoka kote wakilihubiri lile neno, Bwana akifanya kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno.
Wanafunzi hawa walikubali kwenda, na hata sisi ni wanafunzi wa Yesu, tunao wajibu wa kwenda, tunao wajibu wa kwenda, tunalo agizo la kwenda. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Tunao wajibu wa kwenda kuhubiri Injili. Ninalipenda lile neno la Warumi, ile Warumi 8:28. Anasema, Paulo anasema kwamba nasi twajua ya kuwa Bwana hufanya kazi pamoja na wale wamwaminio. Bwana hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yote, hasa wale walioitwa kwa kusudio lake. Mungu ametuita, Bwana ametuita kubali kuhubiri Injili, kubali kuhubiri Injili, kubali kuhubiri Injili. Mtikisa jirani yako, mwambie kubali kuhubiri Injili. Maana Injili ni uwezo wa Bwana uletao wokovu kwa kila aminie. Injili sio uwezo wa mwanadamu, sio uwezo wa mtu. Hapana, ni uwezo wa Bwana uletao wokovu kwa kila aminie. Jamani, haleluya! Kwenda kuhubiri Injili. Lakini pia jambo jingine, Bwana atafanya kazi pamoja na wewe. Bwana atafanya kazi pamoja na wewe. Ule mstari wa 20b anasema Bwana akafanya kazi pamoja nao. Bwana akafanya kazi pamoja nao. Bwana atafanya kazi pamoja na wewe. Usiogope mtu wa Mungu. Bwana atafanya kazi pamoja na wewe. Bwana atafanya kazi pamoja na wewe. Tunaona katika Matendo ya Mitume ile sura ya 13 ule mstari, kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5, taona Mungu anawatuma kanisa la Antiokia, anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Watu wengi wakawa wameokoka siku hiyo. Nimerudi nyumbani najiuliza, sasa itakuwaje? Hii ni saa 6. Sijaenda kazini, nitakulaje? Lakini nimetia agizo. Baada ya hapo nikashangaa, muda huo nafikiria nimemaliza kumshukuru Mungu, nikashangaa mama moja anagonga mlango. Kingi, tumishi wa Bwana. Bwana amenisukuma nikuletee hiki. Nikakipokea, nikashukuru Mungu, nikawa na shauku kujua ni kitu gani kiliomo. Ameondoka tu, amenipa mgongo, nikabidi nifungue. Kufungua nikakuta sato aliyenona na shilingi 10,000. Nikapiga supu yangu pale safi, nikamwambia mama 10,000 kanunue pilau, wali, tukapika pale pilau tukala. Kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi. Amua kubali kuhubiri Injili, Bwana atakuwa pamoja na wewe. 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 Wala usiogope, wala usiogope. Bwana atakuwa pamoja na wewe ukikubali kulitii agizo la Bwana. Haleluya, haleluya. Lakini pia yako matokeo mabaya na mazuri ya baadaye, kama tukikubali kutii, lakini pia tukikataa kutii. Yako matokeo mabaya na mazuri ya baadaye. Matokeo mazuri ya baadaye, matokeo mazuri ya baadaye, ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Ule mstari wa 17 anasema ya kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo usiogope kulitia agizo la Mungu. Ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Nimemwona Bwana nilipotoka, wagonjwa wakiponywa, viwete wakitembea. Shahidi yangu ni waziri wa kiroho. Siku moja tumeenda mahali kushuhudia, kiwete akatembea. Kwa hiyo inawezekana kutoka, na Bwana atajidhihirisha, viwete watatembea. Ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Tulipokwenda kwenye umisheni, ishara na maajabu ziliambatana na sisi kwa sababu tulitii agizo la Bwana. Ishara na maajabu zitaambatana na wewe. Lakini jambo la pili, jambo jingine, watu wengi wataokoka. Ule mstari wa 16 anasema aminie na kubatizwa ataokoka. Watu wengi wataokoka. Watu wengi wataokoka. Nisaidie kumwambia jirani yako, watu wengi wataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekusubiri wewe uende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia yako matokeo mabaya ya baadaye kama tukishindwa
kwenda kulitii agizo. Tukishindwa kulitii agizo, yapo madhara makubwa ya baadaye yatakayotokea, ambao tunayaona katika ule mstari wa 16. Anasema mstari wa 16 Yakobo anasema, mstari wa 16 pale anasema, aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo watu wengi hawataokoka, hawatamwamini Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ambacho kinaweza kutokea, watu wengi wataendelea kuishi katika hukumu. Wataendelea kuishi katika hukumu. Wataendelea kuishi wengi katika hukumu. Watu watafia dhambini. Watu watafia dhambini kwa sababu tumeshindwa kutii agizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kitu kingine, watu wataendelea kuteseka na magonjwa. Mstari wa 18 anasema kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wapo watu wengi ni wagonjwa huko. Wanahitaji mimi na wewe tuwaendee. Wanahitaji mimi na wewe tuwaendee. Kwa hiyo watu wengi wataendelea kuteswa na magonjwa kama tukishindwa kutii agizo. Kama tukishindwa kwenda, kama tusipoamini uwezo wa Mungu, kama tusipokubali kwenda, yapo matokeo mabaya yatatokea. Watu wengi watashindwa kuokoka. Watu wengi wataendelea kuishi katika maisha ya hukumu. Watu wengi watafia dhambini, na Mungu anasema hapendi hata mtu mmoja apotee. Kwa hiyo akipotea ni madhara makubwa. Kwa hiyo watu wakipotea ni hasara katika ufalme wa Mungu. Mimi na wewe tunao wajibu wa kwenda kutii agizo. Mimi na wewe tunao wajibu wa kutoka. Mimi na wewe tunao wajibu wa kutoka. Ndio maana tunaimba miaka 13 ya moto wa msho. Tunatamani tutoke, tuufikie ulimwengu. Ulimwengu unatuhitaji sisi. Ulimwengu unakuhitaji mwanamke. Ulimwengu unakuhitaji mwanaume. Ulimwengu unakuhitaji kijana. Ulimwengu unakuhitaji binti. Ulimwengu unatuhitaji. Kama umesikia ujumbe huu, hebu tafakari moyoni mwako. Yawezekana huko hapa umeshindwa kutii agizo. Ulikuwa unaenda kushuhudia, ulikuwa unahubiri injili kwenye mabarabara, ulikuwa unahubiri injili masokoni, lakini leo hauhubiri tena. Lakini leo umeshindwa tena. Lakini Bwana amenituma asubuhi ya leo kukuambia ya kwamba inatakiwa usimame, inatakiwa ukubali kwenda, na Bwana atakuwa pamoja na wewe, na ishara na maajabu zitakuwa pamoja na wewe. Zitakuwa pamoja na wewe mwanamke, zitakuwa pamoja na wewe kijana, zitakuwa pamoja na wewe binti. Wala usiogope, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Simama kwa miguu yako. Karabayanda mantoria makaya. Rika tarabakando roboshanda. Rika karabasata bobo yeke mamakuria. Asubuhi ya leo nikukaribishe twende kuomba pamoja. Ndugu yangu na rafiki yangu, nikukaribishe twende kuomba pamoja. Ipo neema ya Mungu asubuhi ya leo, zipo nguvu za Mungu. Bwana ataenda kuachilia nguvu tena. Bwana ataenda kuachilia kiu tena. Bwana ataenda kuachilia shauku tena ya kwenda kuhubiri injili, ya kwenda kuambia watu Yesu anaokoa, ya kwenda kuambia watu Yesu anaponya, ya kwenda kuambia watu ile kiu uliyopoteza. Unatamani Mungu akutumie kwa ishara na miujiza. Unaweza kupiga hatua na Bwana atakutumia, na ishara na maajabu zitakuwa pamoja na wewe. Bwana atajidhihirisha wala hata kuacha. Bwana atakulisha, Bwana atakutunza, Bwana atakuvisha. Nimeona Bwana kinivisha, nimeona Bwana kinitunza kwa sababu ya injili. Maana sio uwezo wa mtu, ni uwezo wa Bwana. Kupali mtu wa Mungu, kupali yule mtu wa Mungu. Upo huko nyuma, kiu imeondoka ya kuhubiri injili. Upo huko nyuma, shauku imeondoka. Ninakutangazia unaweza kupiga hatua, na Bwana ataachilia shauku, na Bwana atakutumia, na Bwana atajidhihirisha siku ya leo. Zipo nguvu za Mungu, upo uwezo wa Mungu, ipo mamlaka ya Mungu, upo mamlaka ya Mungu ya kutumiwa na wewe kijana, ya kutumiwa na wewe binti, ya kutumiwa na wewe kijana, ya kutumiwa na wewe mwanamke. Usiogope, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Usiogope, Bwana atakutumia kwa ishara na maajabu. Serikali ya wanafunzi, tuombee watu hawa.
tuombe na watu hawa. Bwana watie nguvu, wakaditie agizo, wakaditie agizo. Tutawezaje kunyamaza? Tutawezaje kunyamaza? Tutawezaje kunyamaza? Ndugu zetu wanakufa katika dhambi usiku na mchana. Tutawezaje kunyamaza? Watu wanakufa usiku na mchana, wanakufa na dhambi, wanakufa na uovu. Sisi tupo, hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kunyamaza. Bwana karabasakata, 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 karabasakata. Bwana ninakuomba watie nguvu watumishi wako hawa. Bwana watie nguvu. Inawezekana tena kulitia agizo, inawezekana tena kwenda, inawezekana tena kuamini uwezo wako katika jina la Yesu. Ukiwa umeinua mikono yako juu, pokea sasa nguvu, pokea ujasiri, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu ya kwenda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana sasa yuko juu yako, yuko juu yako, yuko juu yako, yuko juu yako. Ishara na maajabu, ishara na maajabu zitakuwa juu yako, ishara na maajabu zitakuwa juu yako, ishara na maajabu zitakuwa juu yako. Pokea nguvu, pokea uweza, pokea mamlaka, pokea uweza wa kiungu wa kutenda miujiza, wa kwenda na kushuhudia. Karabababababa, 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 karabasakata, mantarapakaya, mantarikosaka, shekekeke, ridadadadadada, 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 ridadadadadada. Pokea nguvu, Bwana kujaze, Bwana kujaze, Bwana kujaze. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea nguvu ya kwenda, nguvu ya kulitii agizo, nguvu ya kulitii agizo, nguvu ya kulitii agizo. Ile shauku iliyopotea, ile shauku iliyopotea, ile shauku iliyopotea, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe, Bwana kurejeshe. Kiu ya kushuhudia, kiu ya kuendea mataifa, kiu ya kuhubiri Injili, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za Mungu ziko hapa, nguvu za Mungu ziko hapa, nguvu za Mungu ziko hapa, ziko juu yako, zinatembea, zinatembea. Nguvu hizo, nguvu hizo, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wajaze, 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 wajaze. Karababababa, karababababa, karabasakata, mantarapakaya, mantoriapakanda, mantarapakaya, raposaka, 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 raposaka. Asubuhi ya leo, pokea sasa, 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 pokea, 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 pokea. Mpya, uweza wa kutoka, uweza wa kushuhudia, uweza wa kuendea watu, uweza wa kuhubiri kwa ujasiri, uweza wa kushuhudia, uweza wa kuwaleta watu kwa Yesu. Karababababa, shakatarabayana, mantarapakando, rikarabababa, shakatarabaya. Rikarabaraba, karabasata, mantayapakando, shakakaka, karabababa, rapasaka, mantariamaya, korabasanda, ripaya makoria, seketereboya, mantaria makoria, karabasata mangu, rikatarabakoria, seketerebobo, rira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 , akata, rira karabayanda, mantoria pakaya. Asante sana. Majina yangu naitwa Mwalimu Deusi Igora, ni msajili wa chuo cha Biblia kilichoko Mwanza, wilaya ya Ilemela. Chuo hiki kinafanya pia kama Lake Victoria Bible College ambacho kinatoa mafunzo
kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Katika chuo hiki tunatoa huduma hasa zifuatazo. Kuna huduma kwa walimu wa watoto ambao tunaita huduma ya mtoto na walimu wa chekechea kwa muda wa mwaka mmoja. Ni wale walimu ambao wana huduma ya kuwafundisha watoto katika makanisa na katika shule za chekechea. Kwa hiyo mwanafunzi anapata cheti cha upande wa kanisa na cheti cha upande wa serikali habari ya chekechea. Vile vile tunatoa mafunzo ya theolojia kwa wachungaji. Mafunzo haya yanaenda mpaka ngazi ya diploma inayochukua muda wa miaka 3. Katika mafunzo ya miaka 3 mtumishi wa Mungu anaandaliwa kuifanya kazi ya Mungu mahali ambapo Mungu amemtuma au amemwelekeza. Chuo hiki kwa kweli kina mazingira mazuri, miundombinu mizuri, majengo, madarasa, vitabu, walimu, vyote viko katika hali ya ubora. Maktaba nzuri na ya kisasa pia ipo kwa ajili ya kujisomea. Mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wanapokuwa chuoni yanapatikana pia, yanamwezesha mwanafunzi anapohitimu kwenda kuifanya kazi aliyoisomea isiwe ngumu, anaifanya kwa njia ambayo ni nyepesi kabisa. Na katika chuo hiki ada ni nafuu kabisa, unaweza kulipa kwa awamu mpaka ukamaliza. Kwa hiyo tunapenda sana watu wote kutoka madhehebu ya Kipentekoste, yani CPCT, wenye wito, wenye moyo wa kumtumikia Mungu, wakaribie mahali hapa. Ni mahali sahihi kwa ajili ya mafunzo, ni mahali sahihi kwa ajili ya kuandaliwa. Kwa mwaka unaokuja 2026 tutaanza muhula wa kwanza tarehe 5 mwezi Januari. Lakini pia muhula wa pili utaanza mwezi wa 5 na muhula wa 3 utaanza mwezi wa 9. Kwa hiyo mwanafunzi anaruhusiwa kuchagua ajiunge kwa muhula upi kulingana na umri mbalimbali tunaochukua wanafunzi. Wengine ni vijana, wengine ni watu wazima, wengine ni wazee pia. Wote wanakaribishwa kwa nafasi zao, kwa majukumu yao, kuja kujifunza utumishi wa kazi ya Bwana. Lakini katika chuo hiki kwa kweli mazingira ni rafiki sana, hali ya hewa ni nzuri na inaweza kumsaidia mtu yote kukaa hapa na akamaliza masomo yake bila tatizo lolote. Mawasiliano yetu ni kama ifuatavyo: 0782 655 900, 0782 655 900. Namba nyingine 0785 55 48 25, 0785 55 48 25. Niseme karibu na Mungu akubariki. Asante sana.